Duniani kote, mataifa yameungana kwa lengo moja, malengo ya maendeleo endelevu. Malengo haya 17 yaliyopitishwa na Umoja wa Mataifa yanawakilisha matarajio ya pamoja ya maisha bora ya baadaye, ambapo umasikini na njaa ni mambo ya zamani, na afya, elimu na usawa ni hali halisi kwa wote. Leo tunaanza safari ya kuelewa jinsi malengo matano kati ya haya, yale yaliyounganishwa kwa karibu zaidi na ustawi wa binadamu, yanavyobadilishwa na mapinduzi ya kiteknolojia. Tunajitosa katikati ya ubunifu ambapo akili bandia, nguvu ambayo hapo awali ilikuwa imefungwa kwenye hadithi za sayansi, sasa inatumiwa kukabiliana na changamoto hizi moja kwa moja. Kwa vizazi vingi, umasikini umekuwa kivuli kirefu juu ya ubinadamu. Ni mtandao tata wa ukosefu ambao mara nyingi hauonekani kwa mbinu za kawaida za upimaji. Lakini sasa fikiria dunia ambapo tunaweza kubaini maeneo halisi ya umasikini, kutambua jamii zilizo hatarini zaidi na kubuni mikakati mahsusi kulingana na mahitaji yao maalum. Hii ndio ahadi ya ramani za umasikini zinazoendeshwa na AI. Kwa kuchambua picha za satelaiti, data za simu za mkononi na vyanzo vingine vya data visivyo vya kawaida, algoritmi za AI zinaweza kutengeneza ramani za umaskini zenye undani na usahihi wa hali ya juu ambao haujawahi kushuhudiwa. Hii inaziwezesha serikali na mashirika ya misaada kulenga rasilimali zao kwa ufanisi zaidi, kuhakikisha kwamba msaada unawafikia wale wanaohitaji zaidi. Katika maeneo ya vijijini ya India na Ethiopia, mapinduzi ya Kenya yanaendelea, yakiongozwa na shirika linaloitwa Digital Green. Hapa, katikati ya mashamba ya mpunga na ngano, wakulima ambao mara nyingi wako peke yao na hawana upatikanaji wa taarifa muhimu, sasa wanatumia simu zao za mkononi kupata mwongozo. Digital Green imeunda jukwaa linaloitwa FarmerChat, ambalo linaunganisha wakulima na wataalamu wa kilimo pamoja na wao kwa wao. Kupitia ujumbe wa sauti na maandishi, wakulima wanapokea ushauri uliobinafsishwa kuhusu usimamizi wa mazao, utabiri wa hali ya hewa na bei za sokoni, taarifa ambazo zinaweza kuwa tofauti kati ya mavuno mengi na madeni yanayokandamiza. Athari yake ni kubwa sana. Wakulima wanaotumia FarmerChat wanaona mavuno yao yanaongezeka, kipato kinapanda na maisha yao yanaboreshwa. Huu ni mfano mmoja tu wa jinsi AI inavyowawezesha watu kuvunja mzunguko wa umaskini na kujenga dunia yenye usawa zaidi. AI ikitumika kwa uwajibikaji na maadili, inaweza kuwa chombo chenye nguvu kwa manufaa ya kijamii. Inaweza kutusaidia kubaini mizizi ya umaskini, kubuni sera bora zaidi na kufuatilia maendeleo kuelekea malengo yetu. Kipimo cha kweli cha mafanikio yetu hakitakuwa kwenye ustadi wa algorithm zetu, bali kwenye maisha tunayobadilisha, jamii tunazoinua na mustakabali tunaounda pamoja. Kutoka kwenye mabonde yenye rutuba hadi kwenye tambarare kame, binadamu hutegemea mizani nyeti ya asili ili kupata mahitaji yake ya chakula. Lakini bado mamilioni wanateseka na maumivu makali ya njaa, jambo linalotukumbusha wazi changamoto tunazokabiliana nazo katika kuhakikisha usalama wa chakula kwa wote. Lakini katikati ya changamoto hizi, enzi mpya ya kilimo inaanza kuchomoza, enzi ambayo teknolojia na mila vinaungana kukuza wingi wa mazao. Kilimo cha usahihi kinachoendeshwa na AI kinabadilisha kabisa jinsi tunavyolima, kusimamia na kusambaza chakula. Fikiria dunia ambayo wakulima wanaweza kufuatilia afya ya mazao yao kwa usahihi wa hali ya juu, kuboresha umwagiliaji na mbolea, na kutabiri mavuno kwa usahihi usio wa kawaida. Nchini India, taasisi ya utafiti inayoongoza inayoitwa ICRIST imeunda programu ya simu inayoitwa Plantix, ambayo inaweka nguvu ya AI mikononi mwa mamilioni ya wakulima. Plantix inafanya kazi kama mtaalamu wa kilimo wa mtandaoni, ikitumia AI kutambua magonjwa na wadudu wa mimea, kupendekeza matibabu sahihi na kutoa ushauri maalum kwa wakulima. Kwa kupiga tu picha ya mazao yao kwa kutumia simu zao za mkononi, wakulima wanaweza kupata taarifa nyingi ambazo hapo awali hawakuweza kuzifikia. Ugunduzi na uingiliaji huu wa mapema husaidia kuzuia upotevu wa mazao, kuongeza mavuno na kuboresha maisha ya wakulima kote India. Kwa kukusanya data kutoka kwa mamilioni ya watumiaji, Plantix inaunda hazina kubwa ya maarifa kuhusu magonjwa na wadudu wa mimea, ikiwasaidia watafiti na watunga sera kufanya maamuzi sahihi kuhusu usimamizi wa mazao na usalama wa chakula. Kwa kutumia nguvu ya AI, tunaweza kuunda mustakabali ambapo chakula ni kingi, kinapatikana kwa bei nafuu na kinawafikia wote.
Afya njema ndio msingi wa maisha yenye mafanikio na kuridhisha. Hata hivyo, upatikanaji wa huduma bora za afya bado ni ndoto ya mbali kwa mamilioni ya watu duniani, hasa katika maeneo ya mbali na yasiyohudumiwa vya kutosha. Lakini vipi kama tungeweza kutabiri na kuzuia magonjwa kabla hajatokea na kutoa huduma za afya kwa wakati na kwa ufanisi kwa wale wanaohitaji zaidi? Huu ndio uwezo wa kubadilisha maisha wa AI katika sekta ya afya. Kuanzia utambuzi wa mapema wa magonjwa hadi matibabu ya kibinafsi, AI inabadilisha kabisa jinsi tunavyoshughulikia huduma za afya na kuzifanya zipatikane kwa urahisi, kwa bei nafuu na kwa ufanisi zaidi. Nchini Kenya, kampuni inayoitwa Jacaranda Health inatumia AI kukabiliana na moja ya sababu kuu za vifo vya kina mama na watoto wachanga, ambazo ni matatizo yanayoweza kuzuilika wakati wa kujifungua. Wameunda mfumo unaotumia AI unaoitwa prompts, ambao unachambua taarifa kutoka kwenye uchunguzi wa kliniki za wajawazito ili kubaini wanawake wajawazito walio katika hatari ya kupata matatizo hatari kiafya. Kwa kubaini ujauzito wa hatari mapema, prompts inawawezesha wahudumu wa afya kutoa msaada kwa wakati na kuhakikisha kwamba akina mama na watoto wanapata huduma wanayohitaji. Mbinu hii ya kuchukua hatua mapema inaokoa maisha na kuboresha matokeo ya afya kwa maelfu ya wanawake na watoto nchini Kenya. Elimu ndiyo msingi wa maendeleo ya binadamu. Inawezesha watu binafsi, inaimarisha jamii na kufungua njia ya maisha bora ya baadaye. Lakini mamilioni ya watoto duniani kote wananyimwa haki hii ya msingi, wakikwama kwenye mzunguko wa umaskini na ukosefu wa fursa. Lakini vipi kama tungeweza kubadilisha elimu kulingana na mahitaji ya kipekee ya kila mwanafunzi, tukifungua uwezo wao wote na kuwawezesha kuunda mustakabali wao wenyewe? Hii ndiyo ahadi ya ujifunzaji wa kibinafsi unaoendeshwa na AI. Fikiria dunia ambapo kila mtoto, bila kujali asili au mazingira yake, anapata elimu bora inayolingana na kasi yake binafsi, mtindo wake wa kujifunza na matarajio yake. Katikati ya Kenya, kampuni inayoitwa EIDU inafanya maono haya kuwa halisi. EIDU imeunda jukwaa la kujifunza linalotumia AI ambalo linatoa uzoefu wa kujifunza wa kibinafsi kwa watoto katika maeneo yenye rasilimali chache. Tableti zao ambazo tayari zimewekewa maudhui ya kielimu zinatumia algoritmi za AI kufuatilia maendeleo ya kila mwanafunzi, kubaini nguvu na udhaifu wao na kubadilisha uzoefu wa kujifunza kulingana na mahitaji yao binafsi. Matokeo yamekuwa ya kubadilisha kabisa. Watoto wanaotumia jukwaa la EIDU wanaonyesha maendeleo makubwa katika ujuzi wa kusoma na kuhesabu, wakizidi wenzao katika madarasa ya kawaida. Mbinu hii ya kibinafsi katika elimu haiboresha tu matokeo ya kujifunza, bali pia inakuza upendo wa kujifunza miongoni mwa watoto ambao hapo awali walikuwa wameachwa nyuma. Kwa kukumbatia maendeleo haya ya kiteknolojia, tunaweza kuunda dunia ambapo kila mtoto ana nafasi ya kufikia uwezo wake kamili na kuchangia katika mustakabali bora. Kwa muda mrefu sana, ukosefu wa usawa wa kijinsia umekuwa nguvu inayoenea kila mahali, ukiwazuia nusu ya binadamu kufikia uwezo wao kamili. Lakini wimbi jipya la mabadiliko linapita duniani kote, likipinga mila za jadi na kuwawezesha wanawake na wasichana kudai nafasi yao halali kama washirika sawa katika kujenga mustakabali bora. AI, ingawa mara nyingi inaonekana kama teknolojia isiyo na upendeleo, ina uwezo wa kuendeleza au kupinga upendeleo uliopo kutegemea jinsi inavyotengenezwa na kutumika. Jambo muhimu ni kutambua na kushughulikia upendeleo huu, kuhakikisha kwamba algoritmi za AI zinabuniwa ili kukuza usawa na haki. Nchini Mali, shirika la kijamii linaloitwa Robots Mali linatumia AI kupinga mitazamo ya kijinsia na kuwawezesha wasichana wadogo katika sekta ya teknolojia. Wameanzisha klabu ya roboti ambapo wasichana kutoka mazingira duni wanaweza kujifunza kuhusu uandishi wa misimbo, roboti na nyanja nyingine za STEM ambazo mara nyingi hutawaliwa na wavulana. Kupitia shughuli za vitendo na programu za uhamasishaji, Robots Mali inavunja vizingiti na kuwahamasisha kizazi kipya cha viongozi wanawake katika teknolojia. Wasichana hawa wadogo hawapati tu ujuzi muhimu, bali pia wanapinga mila za kijamii na kuthibitisha kwamba wanawake wanaweza kufanikiwa katika sekta yoyote wanaochagua. Tunapozunguka duniani kote tukishuhudia nguvu ya mabadiliko ya AI ikifanya kazi, jambo moja limekuwa wazi kabisa. Ujumuishaji wa AI katika kushughulikia malengo ya maendeleo endelevu unatoa fursa ambazo hazijawahi kutokea kwa nchi zinazoendelea kuharakisha maendeleo yao.
Kwa kujifunza kutoka kwa mifano iliyofanikiwa kama Digital Green, Plantix, Prompts, EID na Robots Mali, na kubadilisha suluhisho za AI ilizofanikiwa ili ziendane na mazingira ya ndani, nchi zinaweza kutumia nguvu ya teknolojia kuunda mustakabali ulio sawa na endelevu zaidi. Wataalamu wa ndani, watafiti na wajasiriamali wana fursa ya kushirikiana na miradi ya kimataifa na kuhamisha baadhi ya teknolojia hizi katika nchi zao wenyewe. Wale wanaojifunza jinsi ya kutumia AI na kutumia zana za AI kama inavyopendekezwa kwenye video 1999 za A Grandad kwenye YouTube na kwenye vitabu vya bure vya lugha nyingi vinavyoweza kupakuliwa kutoka Global AI Solutions, wanaweza kupata fursa ya kushiriki katika shughuli kama hizi. Hii inaweza kusaidia katika utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu SDGs, na kuhakikisha kwamba teknolojia hizi zinakuwa jumuishi, za kimaadili na zinaendana na malengo mapana ya maendeleo endelevu. Mustakabali tunaojenga si ule ambapo teknolojia inachukua nafasi ya ubinadamu, bali ni ule ambapo teknolojia inaongeza huruma yetu, ubunifu wetu na dhamira yetu thabiti ya kuunda dunia bora kwa wote.